kuvunjika moyo. Kwa ndio maana kipindi hiki tukasema hapana, tuwe na maombi ya mkesha. Ndio. Maombi haya yatakambatana na maombezi. Kwa hiyo na mwaka huu tunasema ni mwaka wetu wa ushindi. Ndio. Ukisoma Nyakati wa kwanza sura 18 mstari wa 6, Biblia imeeleza wazi kwamba naye Mungu akampa Daudi kushinda kila alikokwenda. Amen. Kwa hiyo tunaamini kwamba mwaka huu kila unapokwenda Queen Eliza, ndio baba, utapata ushindi. Amen. Wewe ni kuzidi tu kufua majembe yako, kwa Mungu hakuna lisilowezekana. Haleluya. Na ndio maana unaona leo tuna bendera pia. Ndio. Hebu iangalie vizuri na kuishika hii. Hizi ndio tutakuwa mnapeperusha. Tutakuwa nazo wote. Sasa inategemea kuwahi, ukiwahi mapema. Jamani mimi mtanitunzia. Tunashinda, hata nikisome kwanza uone. Tunashinda na zaidi ya kushinda ndani ya Yesu Kristo. Ukisoma Warumi sura ya 8 na mstari wa 37. Niendelee. Askofu Dr. Robert Bundara, kanisa la TGC Usagara Mwanza. Na tukimaliza kupeperusha tunaondoka nazo. Ukipeperusha lazima upeperushe ushindi. Sawa. Maana Jehova ni bendera ya ushindi. Ya ushindi. Amen. Kwa hiyo lazima tupeperushe bendera. Tunaondoka nazo, tunaweka nyumbani mwetu. Yaani mpaka useme vizuri na Mungu. Kwa hiyo sasa niwakaribishe wenzangu wapate kuendelea, nisiwe msemaji sana. Mbona hata hujasema chochote? Ngoja waseme kwanza. Waseme kilichoandaliwa ni nini. Okay, sawa. Karibu. Sasa kama ni waseme, itabidi tusogee tu kidogo ili waweze kusema. Amina, karibu. Pastor Esther, karibu sana. Ili mtupe mwongozo mzima ambao unahusiana na mkesha huo, ili watu tujipange. Mimi mwenyewe binafsi nimejipanga. Hadi nimeuota. Acha ni hatari. Umejipanga sawa sawa. Yaani nimejipanga sawa sawa. Karibu sana mtumishi wa Mungu mchungaji Esther. Asante sana, nashukuru. Ndio. Napenda niwakaribishe watu wote katika mkesha huu kama alivyosema Bishop Dr. Robert. Utakuwa ni mkesha wa tofauti kabisa. Ndio. Sio kama ile mikesha tuliozoea. Utakuwa ni mkesha wa matendo makuu ya Mungu. Kuanzia saa 2 kamili mkesha utaanza pale Usagara. Amen. Kitongoji cha Nyanshimba. Amina. Wewe ukishuka tu pale stendi Usagara, waambie naelekea Nyanshimba. Ukichukua bodaboda pale, kanisa letu linajulikana sana. Ndio. Liko karibu na zahanati ya Nyanshimba. Kwa hiyo ukifika pale utakuwa umefika kanisani. Kwa hiyo nipende kuwakaribisha watu wote. Utakuwa ni mkesha wa nguvu sana. Amina. Yesu atakuwepo. Maana anasema yeye ni yeye yule jana, leo na hata milele. Hajawahi kubadilika huyu Mungu tunayemtumikia. Ndio. Mkesha huu hebu tuangalie ni unalenga nini hasa huu mkesha? Mkesha sana sana unalenga watu kufunguliwa. Amina. Na matendo makuu ya Mungu. Amen. Watu wamuone Mungu, watu wafunguliwe. Maandalizi mengi ambayo tayari tumekwisha kuyaandaa kwa mkesha huu. Ndio. Kwa sababu ni mkesha ambao ulikuwa umeambatana na maombi ya siku 21. Amina. Na tayari tumemaliza, lakini kesho tutakuwa tunahitimisha kwa mkesha mkubwa. Amen. Kwa hiyo nawakaribisha pia, kutakuwa na supu, yani kumeza mboga. Tutameza mboga kesho. Yani ukiongea jambo hilo, unajua wengine toka tulivyokula ile Christmas na mwaka mpya hamjala tena ile mboga. Hatujala tena mboga. Ndio maana nimesema ni mkesha wa tofauti. Wa tofauti sana. Umeona? Tunaenda kumeza mboga. Tunaenda kumeza mboga. Kuna mikesha mingine ambayo imezoeleka kwamba ile mida imesogea, basi mnaletewa chai labda na stress au na nini kujishtua. Kwa hiyo sisi tunajishtua kesho na minofu. Tunajishtua na minofu ya mbuzi. Mbuzi. Ni mbuzi wakubwa. Sawa. Wazuri. Supu itakuwa ni nzuri kwa kweli. Lakini vitafunwa pia vitakuwepo. Amina. Tutakuwa na chapati na mandazi. Mkesha sio kukosa jamani. Nani akose kwenye mambo makubwa namna hii? Yaani tunakula kiroho na kimwili. Vyote tunawalisha. Anayekosa tutamsimulia. Hiyo ninawakaribisha watu wote. Nafikiri Mwanza yote karibu. Yes, kabisa tunawakaribisha. Usagara pale sasa hivi sio mbali kwa wanaotoka Igoma, wanaotoka Nyakato, kuna shortcut pale. Ndio. Unafika kwa tunaotoka huko. Kwa hiyo sio mbali pale Usagara, na hatuko mbali sana na barabara. Amina. Kwa hiyo tunawakaribisha sana. Amen. Na yeyote anayetoka hizo pande zote, so usafiri miundombinu imerahisishwa kule. Kuna miundombinu imerahisishwa kule Busisi wapi? Ndio. Na kwa hapa Mwanza ni lami tu, hakuna cha mabonde. Hamna mabonde. Ukifika sasa pale, mtu anafika sasa na gari pale Usagara, stendi pale. Si anasimama. Ndio. Anashuka.
anaanza kufanyaje? Kutembea au kuna bodaboda au kuna vitu gani? Kuna bodaboda zipo pale, ukiwaambia tu nipeleke lile kanisa lenye mabati ya blue pale Nyanshimba unafika. Lakini pia hata usipopanda bodaboda ukishuka pale stendi unaendelea na ile barabara kidogo kama unaelekea Shinyanga. Ndio. Lakini kwa mbele kidogo ukishavuka ile bumps ya kuna bumps pale kwa mbele. Ndio. Ukishavuka tu ile bumps kwa mbele kidogo kuna njia ya vumbi inaelekea mkono wa kushoto. Unaingia ile barabara. Ukienda na ile barabara itakupeleka tu moja kwa moja. Hata ukiwa unaulizia tunaulizia kanisa Tabernacle Gospel Church watakuelekeza na utafika. Amina. Ndio. Asante sana mtumishi wa Mungu. Amen. Na kwa sababu tumeanza ni mwezi wa kwanza, kwa hiyo tunaamini watu wanaenda kupata ushindi kwenye afya, mambo ya uchumi na kila eneo la maisha yake. Amen. Kama nilivyozungumza pia tangu nikasema mtu ukiona anatembea mjini na ana mawazo, sasa yule anaweza pia akawa na changamoto. Sasa ana changamoto zake. Kuna suluhisho lake. Amina. Kwa hiyo tuwakaribisha sana pale Tabernacle Gospel Church pale Usagara. Ukifika tu pale stand, ukimalizia tu bodaboda yote inaenda kanisani. Ukisema tu kanisani, kama nilivyosema kwamba ukisema tu kanisani ndio kanisani kwa Askofu Robert. Tayari anafika tu kanisani. Panajulikana. Yes. Kwa hiyo karibuni sana watu wote wa Mwanza na viunga vyake vyote. Nakaribisha sana na usafiri ni rahisi kabisa na unafikika. Sawa sawa. Anatoka Kisesa, akishuka tu stand ya Usagara basi anaulizia mahali pa kanisani. Anafika moja kwa moja. Wanaopokea. Ndio. Namba za simu ni kufika kwa urahisi. Apige 0753 12 8672. Nirudie tena. Kwanza hiyo 0753 12 8672. Lakini pia atumie pia namba ya 0769 00 2725. 0769 00 2725. Mtu yote asikose kwa kweli ni kesha mkubwa kabisa ambao unaenda kufanyika. Amen. Sasa tunapowakaribisha anasema akawa akisema nao habari za ufalme wa Mungu. Na sisi tunaenda kuzungumza habari za ufalme wa Mungu. Ndio. Na tunapozungumza habari za ufalme wa Mungu, Biblia inasema akawaponya wale wenye haja ya kuponywa. Amina. Sasa unapokuja kama una haja ya kuponywa utapokea muujiza. Amen. Kwa sababu hakuna aliyemkimbilia Mungu akakosa majibu. Amina. Kwa Mungu kuna majibu. Amen. Kwa nini kuna majibu? Kwa sababu Mungu ndiye aliyetuumba. Ndio. Ndiye anajua viungo vyetu. Ndio. Anajua matatizo yetu. Amina. Mwanadamu unaweza ukamueleza lakini atatulia matatizo. Ndio. Baadaye akakusema pembeni. Kabisa. Akanungunika pembeni. Daktari yule amenitibu lakini sijapokea muujiza. Ndio. Lakini kwa Yesu ukiwa na haja ya kupokea muujiza utapokea muujiza. Amen. Ndio maana wale wote waliomfuata waliokuwa na haja ya kupokea majibu toka kwake walipokea. Amen. Na ninaamini kwamba tumejipanga vizuri. Amen. Na tumeomba kwa muda mrefu. Amina. Sisi huwa sio watu wa media sana kwenye mitandao kwa sababu maombi ni siri. Kweli. Na maombi ya siku 21 tumekuwa tukiomba na bado tunaendelea lakini ni siri yetu. Ndio. Hatuwezi kwenda kwenye kuambia niko kwenye maombi. Hizo ni fiksi. Wengine siku ya 7. Mwingine siku ya 8. Jamani. Mara siku ya 10. Ni siri yako na Mungu. Kabisa. Ndio maana umeuliza hapa hata sijataka kuna nini lakini tumekuwa na maandalizi kwa ajili ya watu kupokea majibu yao. Amina. Na ndio maana hata Yesu alipoenda kwenye maombi ya siku 40 hajapiga picha kuonyesha watu niko kwenye maombi. Ni watu walisema. Amen. Yesu akachukuliwa na Roho kwenda nyikani kuomba huko. Amina. Alipotoka watu wakamfuata wakapokea miujiza yao. Kwa hiyo na sisi tunaye Yesu. Amen. Watu wamfuate pale Usagara. Amen. Na sisi ndio watumishi wake. Amen. Na kila atakayekuja atapokea muujiza. Amen. Yaani amini tu. Amina. Waliotasa watapokea watoto. Amen. Nakumbuka kwenye redio hii wakati tunahubiri, ndio wengine alikuwa na miaka 60 na kitu, tukamuombea akapokea mtoto, akamuita jina langu kabisa, mtoto wake anaitwa Robert Bundara. Amen. Na babake Bundara au Robert Bundara akaunganishwa jina limeunganishwa. Haleluya. Kama baba ndio anaita Asharozi. Amen. Diana Rozi. Amen. Sasa naye kaitwa Robert Bundara. Amina. Ni kama ungesema Elizabeth, Queen Lizzie. Kwa hiyo hivyo. Amen. Sasa miujiza hiyo bado inatokea. Ndio. Ni kusimama katika imani. Ndio maana hapa Yesu akasema wakaponywa waliokuwa na haja ya kuponywa. Sasa lazima mtu aje amejenga imani. Ndio. Asije tu kufurahi. Ndio. Ile supu tumeweka kwa sababu ya watu wameimba, wamechoka, kori imechoka, wameomba. Ndio maana tulikuwa tunashauriana, Agnes anasema tuweke na pilipili kidogo. Ndio. Hiyo ni ya muhimu.
Ili chanzo chake ni kusikia. Amina. Na kusikia huja kwa neno la Mungu, la Kristo. Ndio. Sasa unaposikia habari hizi usikate tamaa. Amen. Watu wameenda sehemu mbalimbali, wametumia gharama nyingi, lakini hawajapokea muujiza. Kwa hiyo sisi tunawaambia muujiza hupo ni wa bure. Amen. Wote waliomfuata Yesu waliponywa. Amina. Waliokuwa na haja nini? Ya kuponywa. Kwa hiyo mtu akija, yeye haja akijua kwamba anaenda kumuona Yesu. Amen. Na wote walienda kumuona Yesu. Hawakurudi bure. Macho yao yalionana na Yesu. Kwa hiyo kuna miujiza kupita kawaida. Amen. Hanywi maji. Wala kitambaa. Wala mchanga. Hivyo vitu sisi hatuna. Ila kwa jina la Yesu Kristo pekee watasimama na watakimbia. Haleluya. Na watamsifu Mungu akirukaruka. Rukaruka sasa. Kabisa. Hali mbaya kwamba wanatamani ukafie nyumbani kupunguza gharama. Hebu walete hawa wagonjwa, walete wenye matatizo, wenye shida mbalimbali, walete katika kanisa la TGC. 3. Kwa hiyo kwa kumalizia niseme wale wanaotoka Misungwi waje moja kwa moja, wakifika Usagara kuna bumps hapo, kabla hujafika bumps kidogo kuna barabara, kuna kibao kimeandikwa shule ya msingi Kagera. Ndio. Mkono wa kulia ukiwa unatokea Misungwi. Ni sawa. Hiyo barabara inayoshuka kuelekea shule ya msingi Kagera wateremke nayo moja kwa moja. Wakifika tu wanauza kanisa la TGC. Ndio. Wataona tu kuna miti mizuri ingawa ni kanisa jipya, sio muda mrefu, maana tumejenga, sio nani sana. Ndio, naelewa. Lakini mazingira yatakuhamasisha. Kwanza ukifika tu unahisi kupona. Sawa. Nafikiri hapo Bishop. Ndio. Hata ukifika pale kwenye bodaboda, wao wanapenda kuita ni kanisa lile la vioo. Kwa hiyo ukiwaambia nipeleke kwenye kanisa la vioo, umefika bila. Kanisa letu ndio la vioo kule. Ndio Kwisha habari. Yaani ukifika kwenye kanisa la vioo, kanisa ambalo liko smart. Unajua baba yetu anapenda smart. Kwa hiyo kanisa lenye vioo, yani hata ukishindwa kuliita jina, unajua hiyo jina kwa kuliita ni gumu kidogo. Lakini ukiita tu TGC, kanisa la vioo. Yaani naambia bodaboda tunaenda ile kanisa lenye vioo. Sawa. Umefika. Tayari. Kwamba tusipokuwa na kioo unatoka nje, unajiangalia. Asante baba. Mungu awabariki sana. Awabariki mno. Na niseme tu neno moja kwamba tukutane kwenye mkesha. Amina, asante. Au wewe ulikuwa na neno lingine la kusema? Sina neno lingine tofauti na kuwakaribisha. Tukutane kwenye mkesha. Zima zingine zote washa mkesha kule Usagara. Mungu akutunzeni na kuwabariki sana. Amina, asante sana. Asante sana. Amina.